Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi Bwana Yesu Kristo asifiwe. Namshukuru Mungu tena na asubuhi ya leo. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa Israeli amekuwa mwaminifu. Ikiwa siku hii ni Jumapili ambayo ni ya pili katika mwezi huu wa pili, Mungu wetu wa Israeli amekuwa mwaminifu kwangu. Amenipa nafasi tena na asubuhi ili nikafike hapa katika Lolwe TV tukasemesane katika neno lake. Alafu mwisho wa neno hii tutaomba kwa pamoja, naye Mungu atabaki kuwa Mungu na atakuwa mwaminifu kwetu kama tutakaa chini na tusikie neno la Mungu kwa makini na tuwe na imani kwamba yeye ndiye peke yake anayeweza kukutana mahitaji yetu na kutenda yale yote ambayo tunahitaji. Leo hii na asubuhi ya leo Mungu amenituma hapa kama kila wakati vile anavyonituma ili tupate kusemesana kwa neno lake. Basi leo na asubuhi Mungu amenipa neno katika kitabu cha Uamuzi. Kabla sijasoma niite Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mungu alinifanya kuwa mtumishi wake. Kwa sasa ninakaa Nairobi, mahali inaitwa Kibera nakaa mahali ambapo inaitwa Olympic Estate. Kanisani pia iko pale Kibera. Kwa hivyo ukitaka tukushiriki pamoja nasi ama ukitaka kututembelea, unapiga namba hizi ambazo siko hapa. Hizo namba ni zangu, ukipiga tutaongea, tutaelewana, tutaomba pamoja. Ukitaka tuonane ana kwa ana, basi tutaonana tu. Niko tayari kukutana na wewe kwa sababu ya neno la Mungu ama kwa sababu ya kufundishana katika neno, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi ya leo katika kitabu cha Uamuzi 6. Hapo ndio naenda kusoma Uamuzi 6 mstari wa 8, 9 na 10. Maandiko takatifu inasema hivi: Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkue kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mkono wa Misri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami nikawapa ninyi nchi yao. Mstari wa 10 nasema, kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msije miungu ya Waamori ambayo mnaketi katika nchi yao, lakini amkutii sauti yangu. Amini pamoja nami na tuombe. Baba wetu, Mungu wetu wa ajabu, Yesu Kristo wa wokovu, ninakushukuru, ninakuinua, ninasema kwa hakika wewe ni mfalme. Asante kwa sababu Jehova Shalom umekuwa Mungu wiki mzima. Kwa hakika tumekuona kwa macho yetu, katika ndoa, katika jamii, katika biashara, katika kazi. Mfalme wa ajabu umekuwa mwaminifu. Yesu umetufanya tukapatikana katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili ama Jumapili ya pili katika mwezi huu wa pili katika mwaka huu wa 2023. Jehova Shalom, tuko chini ya mguuni pako, tunakusubiria, tunakungojea. Wewe ni Mungu, ukajidhirishe, ukaonekane katika mahitaji yetu na katika mahitaji ya nyumba zetu. Inuliwa, pokea sifa, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina lako Yesu nimeomba na nitakuamini. Amen. Basi namshukuru Mungu tena na asubuhi ya leo. Mungu huyu ambaye amekuwa mwaminifu na amekubali niwe hapa na asubuhi ya leo ili tukubaliane katika neno la Mungu ambayo Mungu amenituma nayo. Leo hii nimesoma katika kitabu cha Uamuzi. Uamuzi nimesoma 6, nimesoma haya ndogo 8 na nimeenda mpaka 10, na hapo ndipo nataka tusungumzie. Alafu mwisho tutaomba na mtu ambaye atakuwa tayari kukutana na Mungu
ama yule ambayo atakuwa tayari ili Mungu apate kutana na mahitaji ya moyo wake. Katika kitabu cha Waamuzi, maandiko takatifu inasema kwamba naye Mungu akamtuma nabii wake ili akaende kwa wana wa Israeli na akawaambie vile Mungu anavyonena pamoja na wao. Naye Mungu anasema kwamba basi Bwana akamtuma nabii wake akaende kwa wana wa Israeli, naye akawaambia kwamba Bwana Mungu asema hivi, mimi ndiye Mungu wenu aliyewatoa katika mji wa Misri na mkono wangu lenye nguvu. Mimi ndiye Mungu wenu aliyewaondoa katika mlango ya Misri, ama niliyowatoa katika nyumba ya utumwa, mahali ambapo mlikuwa kama wafungwa, kama watu waliokuwa katika gereza. Nami nikawatoa katika mkono wangu mwenyewe na nikawapeleka katika nchi ya Waamori, na nikawafukusha wale Waamori ili nikawape nchi yao, na nikawapa nchi yao ili mkapate kuishi pale. Na niliwaambia kabla mjatoka katika mji ya Misri, katika ile nyumba ya utumwa, kwamba mimi ndiye Mungu wenu, na msije mkaomba miungu mwingine kando na mimi, lakini hamkunitii mimi Mungu wenu. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa wamesahau na kila ambacho Mungu aliwaambia walivyokuwa wanatoka katika mji ya utumwa, katika nchi ya Misri, katika nchi ya waliokuwa kama wafungwa. Walikuwa pale wakifanya kazi ngumu ndio wapate kula, walikuwa pale wakifanya kazi ngumu ndio wapate kuvaa, walikuwa pale wakifanya kazi ngumu ndio wapate mali pa kulala. Lakini Mungu wao, Mungu wa wana wa Israeli, akawaondoa katika mji yule, mji wa Misri, na akawapeleka katika nchi nyingine ambayo Mungu aliwaelekeza. Biblia inasema kwamba naye Mungu akafukusha wale waliokuwa pale, na baada ya Mungu akawafukusha, Mungu akawapa ile nchi na wakakaa pale. Lakini walivyokuwa wanakaa pale, Mungu akawa ni Mungu wa ahadi. Mungu akawa amewaahidi kwamba mimi ndimi Mungu wenu, na mkienda hapo msije mkaomba Mungu mwingine. Na maandiko takatifu inasema hivi, Mungu akamtuma nabii yake akaende kwao wana wa Israeli, naye akawaambia Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta kwa ninyi mkue kutoka mji wa Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa katika mkono ya Wamisri na katika mkono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwapa ninyi nchi yao, na niliwaambia kwamba msije mkaomba mungu ya Waamori ambayo mnaketi katika nchi yao, lakini hamukunitii sauti yangu. Kwa hivyo Mungu akawa amesikia kilio cha wana wa Israeli, naye Mungu wa Biblia anawaambia kwamba mimi, hata kama mnateseka, mnaona machungu katika moyo wenu, mnaona mateso katika nchi ambayo mnakaa, Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walitenda maovu, waliacha njia ya Mungu, waliacha maagizo lake Kristo, yale maagizo waliopewa wakitoka katika ile nchi ya utumwa, katika ile nchi ya mateso, katika nchi ya Misri. Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Basi Mungu akawa ameahidi pamoja na wao, akaidiana pamoja na wao, na Mungu akawapatia sheria ambayo wanafaa kufuata, yale sheria ambayo wanafaa kutii wakienda katika ile nchi ambayo Mungu anawapeleka. Naye Mungu akawapeleka ile nchi pamoja na sheria, zile vitu ambao wanafaa kufanya, vile wanapaswa kutembea, vile wanapaswa kusungumsha, vile wanafaa kumwabudu Mungu peke yake, na wasije wakaabudu miungu ya wale Waamori na wale miungu ya wale mahali ambapo wanakaa. Basi walivyofika katika nchi ile, basi wakawa wamemsahau Mungu, wakaenda wakaanza kutenda maovu. Ukisoma katika mstari wa kwanza wa Waamuzi 6, Biblia inasema kwamba basi wana wa Israeli wakatenda maovu mbele ya Mungu, wakatenda maovu. Basi Mungu akawachilia wana wa Israeli katika mkono ya Midiani na Wameleki na watu kutoka mashariki,
yani wakawa na nguvu juu ya wana wa Israeli. Watu wa Madiani walikuwa na nguvu juu yao, na watu wa Amaleki walikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli, na watu pia kutoka mashariki basi walikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli. Na maandiko takatifu inasema wakawa katika mateso kwa miaka 7. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Wana wa Israeli wakawa katika mateso kwa miaka 7, yani walikuwa wanalima mashamba, wanapanda, ikifika wakati wa kuvuna, watu wa Midiani na watu wa Amaleki na watu kutoka mashariki walikuwa wanakuja kwa wengi, wanakuja na mapunda zao, wanakuja na mang'ombe zao, wanakuja na familia zao, wanakuja na hema zao. Basi wanatia hema, wanadunga hema katika mashamba ya wana wa Israeli. Na maandiko takatifu yanasema walikuwa wanakuja wengi ambayo huwezi kuhesabu. Walikuwa wanakuja, Biblia inasema kwamba walikuwa wanakuja kama sige, na wanapiga kambi katika boma ama katika mashamba ya wana wa Israeli, na wanakula kila kitu. Hawakuwa wanawacha chochote, wala mbuzi wala kondoo wala ng'ombe, hata punda wako wanawacha. Walikuwa wanahakikisha kwamba wamekula kila kitu. Mimea ambao ilikuwa inatoka katika shamba, iwe ni mahindi, iwe ni ngano, iwe ni mzabibu, walikuwa wanakula kila kitu. Biblia inasema kwamba watu wa Midiani na watu wa Amaleki na watu kutoka mashariki walikuwa wanakuja kwa wengi, na wakifika pale basi wanapiga kambi, ama wanatua na hema yao, wanapiga hema yao hapo, ama wanadunga hema yao pale. Wanakuja na familia yao, wanakuja na watoto na wasichana, wanakuja na vijana, wamama kwa wanaume, wanapiga kambi pale, na kila kitu ambayo wana wa Israeli walikuwa wamepanda katika shamba wanatoa zote, wanakula, wanakunywa, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni ng'ombe, iwe ni punda, wanamalisha kila kitu. Basi wana wa Israeli wakawa na uoga. Maandiko takatifu inasema wana wa Israeli walitoka katika manyumba zao, mahali ambapo walikuwa wamejenga, wakaenda katika milima, wakajitengenezea mapango, wakajitengenezea mashimo, mahali pa kujificha, wakiona watu wa Misri wakikuja, ama watu wa Midiani na watu wa mashariki na watu wa Amaleki wakikuja, basi walikuwa wanakimbia, wanaingia katika mashimo. Ni kwa sababu waliwekwa katika mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kutenda maovu, kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya Mungu, kwa sababu ya kukosa kulinda sheria ya Mungu ambayo Mungu aliwapa wakitoka katika mji wa Misri. Bwana Yesu Kristo, Yesu asifiwe sana. Maandiko takatifu inasema basi walivyokuwa wanalia, wanamlilia Mungu, wanajiuliza nani atakayetusaidia, naye Mungu anawatazama. Wanamlilia Mungu usiku na mchana kwa sababu ya mateso. Wakilima, wale watu wamenyamaza tu. Watu wa Amaleki na watu wa Midiani na watu kutoka mashariki wamenyamaza tu. Wanalima, wamenyamaza tu. Wanapanda, wamenyamaza tu. Wanapalilia, wamenyamaza tu. Wanamwagilia maji, wanaweka na manyiwa, wamenyamaza tu. Lakini ikifika wakati wa kuvuna, wale watu wamejua kwamba ni wakati wa kuvuna, wanakuja na hema zao, wanakuja kama sigi, watu wengi ambayo hawingeweza kuhesabika, na unapiga kambi pale katika wana wa Israeli. Na maandiko takatifu inasema walikuwa wanakula kila kitu, na wakubakisha hata kitu moja ambayo wana wa Israeli wangekuwa wanaweza wakajisaidia nayo. Nayo kulikuwa na mtu aliyekuwa anaitwa Gideoni, mwana wa Joash. Yeye alikuwa anachukua mimea, anachukua chakula zingine, anaenda na ficha cha katikati ya milima, katikati ama ndani ya mashimo, ama ndani ya mapango waliokuwa wamejitengenezea. Basi wale wa Amaleki ama wale wa Midiani wakiondoka, na Gideoni anatoa chakula, wana wa Israeli wanapata kula. Wakawa katika shida, wakawa katika kulia, wakamlilia Mungu, wakalia kwa sababu ya mateso waliokuwa wanapitia. Naye Mungu wa Israeli anaisikia mahitaji ya watu wake. Maandiko takatifu inasema naye Mungu akawasikia kilio yao, akaona mateso yao. Naye maandiko takatifu inasema naye Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, akawatuma nabii wake ili akaende
akawakumbushe kile ambacho walitenda mabaya, ili Mungu kile ambacho walitenda mabaya ambayo ilifanya Mungu akawawacha, ama ilifanya Mungu akatoroka wana wa Israeli, ama ambayo ilifanya Mungu akawatia katika mkono wa Midiani na mkono wa Maleki na mkono ya watu kutoka mashariki, ili wawe katika hiyo mateso. Maandiko takatifu inasema, mali ambapo tumesoma mstari wa 8, 9 na 10, naye Biblia inasema kwamba Mungu akamtuma nabii wake akaendea wana wa Israeli na akawaambia, Mungu Bwana wenu anasema hivi kwamba mimi ndiye Mungu aliyewatoa kwa mkono wake katika nyumba ya utumwa, na nilivyowatoa pale nikawaelekesha katika boma ya watu wa Amori, nikawafukusha ili watoke mbele zenu, nikawapa inji yao, na nikawapa inji yao, mukakaa katika inji ambao si yenu. Nikafukusha wale waliokuwa wanakaa katika ile inji, na mnyinyi mkakaa pale, na niliwaambia kwamba msije mukaomba miungu mingine ya watu wa Amori ama watu wengine, msije mukaomba miungu mingine, lakini mukunitii mimi Mungu wenu, mukutii sauti yangu na mukaenda kinyume. Naye wakawa katika mateso, naye Mungu Biblia inasema, naye Mungu akasikia kilio yao, naye Mungu akainuka akaongea na Gideoni mwana wa Joasi, akamwambia, inuka ili ukaende ukaokoe wana wa Israeli. Naye Gideoni anauliza Mungu, nitaokoaje wana wa Israeli? Mimi ni mtu ambaye anatoka katika boma isiyojulikana, katika boma ambayo inadharauliwa, nitaokoaje wana wa Israeli? Na nauliza Mungu, kama wewe Mungu, wewe yu pamoja nasi, mbona haya yote ambayo imetupata, yale matatizo ama yale mateso ambayo tunapitia kwa sababu gani? Na wewe Mungu wa mbinguni aliyetutoa katika nyumba ya utumwa, wewe unasema wewe yu pamoja nasi, mbona tunapitia haya? Mbona tunaona haya? Lakini wana wa Israeli wakawa wamesahau kile maovu waliotenda, yale maneno waliotenda machafu machoni pa Bwana, yale maneno waliotenda ambayo haifai machoni pa Kristo. Maandiko takatifu inasema, naye Mungu akaona ni vyema akakumbusha wana wa Israeli yale maovu waliotenda. Yesu Kristo asifiwe sana. Nami pia na asubuhi ya leo Mungu huyo amenituma nikanene pamoja na mtu, wewe mama yule msichana, wewe kijana yule mtoto, Mungu amenituma kwako na asubuhi ya leo nikakwambia, na asubuhi umemwacha Mungu. Yale mateso ambayo unapitia, yale maovu ambayo unaona, ni kwa sababu umekataa kutii sauti ya Kristo. Watu wamenena pamoja nawe, umekataa kutii sauti ya Mungu, wamekuonya, umekataa kutii sauti ya Mungu. Basi Mungu akichoka na mtu, anamwacha katika mkono ya maadui zake, ili maadui zake wawe na nguvu juu yake, wapitie katika mateso, ili akili yake kafunguke, ili akapate kuelewa na kujua kwamba kuna Mungu anayeweza kutenda mema. Maandiko takatifu inasema, naye watu wa Midiani walikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli kwa miaka 7. Kwa hiyo walikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli kwa miaka 7. Walikuwa wanafanya kila kitu wanaotaka kufanya juu ya wana wa Israeli. Ni kwa sababu Mungu alichoka na wana wa Israeli. Wameonywa, wamekataa, wameongeleshwa, wamekataa, wamepewa sheria, wamekataa kutii, wamekataa kusikia sauti ya Mungu. Naye Mungu wa mbinguni akawatia katika mkono wa maadui zao, akawachilia katika mateso, ili wakapate kuteswa, ili wakapate kufunguka akili. Nami pia Mungu amenituma na asubuhi ya leo nikanene na wewe mama, wewe uliacha neno la Mungu. Basi Mungu naye ni kwa sababu anakupenda, Mungu anakujali, amekuacha katika mkono ya maadui zako, ili ukapate kufunguka, ukapate kuelewa na ukapate kumrudia Mungu. Maandiko takatifu inasema, naye wana wa Israeli wakagundua kwamba kwa hakika tumekuwa katika mateso ni kwa sababu ya maovu ambayo tulifanya mbele yake Mungu, ni kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya Mungu. Basi wakamrudia Mungu. Maandiko takatifu inasema, walimlilia Bwana, wakamlilia Jehova, wakamlilia Mungu wa Israeli, naye Mungu wa ajabu akasikia kilio chao. Naye Mungu akashuka akanenda kwa Gideoni, akamwambia Gideoni, inuka, nimeona wewe ni shujaa. Ni kwa sababu gani? Gideoni alikuwa ni mjasiri, alikuwa shujaa. Wakati wa Midiani walikuwa wanakuja, naye anachukua chakula, anaficha katika mapango, anaficha katika shimo, naye Mungu anatazama, akaona kwa hakika nitatumia huyu mtu shujaa, nitatumia
nitatumia huyu mtu ambayo ana uoga, nitatumia huyu mtu aliye na ujasiri. Na Mungu anamwambia, wewe Gideoni mwana wa Joashi, mimi nitakutumia ili ukapigane na watu wa Midiani. Utapigana na wao hata kama watu ni wengi, utapigana na wao kama mtu mmoja, nawe nitakupa nguvu, utapata kuwashinda. Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu anataka yule mjasiri. Anasema hata kama tumepita katika mateso, mimi niko na ujasiri kwamba Mungu wangu ndiye mwenye nguvu, Mungu wangu ndiye mwenye mamlaka, Mungu wangu ndiye mwenye uwezo, anaye atakayenipa uwezo na kunipa ushindi mbele ya maadui zangu. Mungu ni mwaminifu, atakuwa mwaminifu kwako kama utatambua kwamba yeye ndiye Mungu, na kando na yeye hakuna mwingine. Kando na yeye ni mwaminifu, atakuwa mwaminifu kwako. Leo hii ninasema kwa hakika, kama utafunguka moyo, kama utagundua kwamba kwa hakika nimekuwa katika mateso, ni kwa sababu ya kosa kutii sauti ya Mungu, yeye ni mwaminifu, na ukapate kumlilia, ukapate kumrudia Mungu, naye Mungu hatakurudia na asubuhi ya leo, na atakupa ushindi mbele ya maadui zako. Sijakuja kukufurahisha, ila nimekuja nikuambie kila ambacho Mungu anasema. Mungu anasema hivi, Mungu alikupenda lakini ukakataa kutii sauti yake, ukatenda maovu machoni pa Bwana, ukatenda maovu mbele yake Mungu, ukamchafua jina, ukachafua jina lake Kristo, ukachafua wokovu, ukachafua jina la Mungu na ufalme wake. Naye Mungu anasema alikutia katika mkono wa maadui zako ili ukapate kufanya kazi kwa sababu ya maadui. Kuna watu ambao wanafanya kazi kwa sababu ya maadui zao tu, wanafanya kazi kuanzia tarehe 1 mpaka mwisho wa mwezi, lakini mwisho wa mwezi ikifika, hiyo pesa inaisha tu pasipo kuelewa inaisha namna gani. Magonjwa yanakuja wakati umepata pesa, makifo inakuja wakati umepata pesa, shida ya nyumba inakuja wakati umepata pesa. Wakati hujapata mshahara wametulia tu. Maandiko takatifu inasema kwamba wana wa Israeli, wale wa Midiani, wale kutoka mashariki, wale wa Meleki hawako wanakuja kama chakula hajakuwa tayari. Biblia inasema walikuwa wanangojea, wanapanda, wanalima, wanapalilia, wanapanda katika shamba, yani wanatoa jasho, lakini wakati chakula iko tayari, maandiko takatifu inasema walikuwa wanakuja kama sigi, watu ambao waweza wakashabiwa. Biblia inasema nao walikuwa nakuja na ema yao, wanatia kambi pale, wanakula kila kitu, ikiisha wanang'oa hema yao, wanarudi tena, wanangojea tena wana wa Israeli wakafanye kazi ngumu, kazi ya kutoa jasho, kazi ya mateso, lakini wakimalisha chakula ikiwa tayari, ili wapate kuenjoy, ili wapate kula, ili wapate kusherekea. Lakini wale wa Midiani wanakuja kama sigi, wanakula kila kitu. Tuko na watu wengi hata na asubuhi ambayo Biblia ambayo wanangojea tu, maadui zao wanangoja, magonjwa inangoja tu, kifo inangojea tu, matatizo wanangojea tu. Lakini wakati ambayo pesa yako iko tayari, umeteseka kwa tarehe 1 mpaka mwisho wa mwezi, umeteseka, umepanda, umelima, kwanzia umelima, umepanda, umepalilia, umetumia pesa nyingi, lakini mwisho ambayo unafaa kusherekea mimea yako, nayo pepo inatokea, inaleta shida kubwa, unastukia vitu sote zimeisha. Hivyo ndivyo ilikuwa inafanyika katika nchi ya Israeli mpaka siku ile waligundua kwamba kwa hakika tumeenda nje, tumeacha njia ya Bwana, tumemuasi Mkristo, tumemchafua jina lake, tumefanya maovu mbele yake Mungu, basi wakamrudia Mungu. Maandiko takatifu inasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakasema kwamba Jehova, tumetambua kwamba wewe ndiye Mungu, ukatusamehe, ukaturehemu, ukatusafishe, ukatuwe safi machoni pako mara nyingine tena. Maandiko takatifu nasema naye Mungu akatumia Gideoni mwana wa Joashi, naye akashinda wale wa Midiani, wakashinda wale wa Maleki, wakashinda watu wote waliokuwa wanatoka mashariki, wale walikuwa kama sigi. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakawa na ushindi, wakawa wameshinda maadui zao mara nyingine tena, kwa sababu walitambua. Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja niambie mtu kwamba leo na asubuhi ya leo, kama wewe utatambua kwamba ulienda nje na wokovu, ulienda nje na neno la Mungu, na unataka kumrudia Kristo, yeye ni mwaminifu. Ukimrudia yeye pia atakurudia. Ukimkujia yeye na ukawa umetambua kwamba yeye ndiye Mungu aliye na uwezo, aliye na nguvu, aliye na mamlaka, aliye amebeba
amebeba ushindi kwa mkono wake, naye Mungu atakupa ushindi. Iwe maadui zako wamekuwa wengi vile walivyokuwa wengi kwa wana wa Israeli, ambayo maandiko takatifu yanasema kwamba walikuwa nakuja kama sige na walikuwa nakula kila kitu, hakuna kitu aliyokuwa wanaobakisha, wanakula kila kitu. Wana wa Israeli wanapanda, wana wa Israeli walikuwa wanalima, wanapanda, wanapalilia, wanangojea mimea inakuwa tayari. Lakini mimea ikikuwa tayari ili wana wa Israeli wakule, wanakuja kama sige, wanatia kambi, wanajenga hema yao, wanakula kila kitu mpaka wamalishe kila kitu. Wakimalisha wanatoa hema yao, wanarudi. Wana wa Israeli walikuwa wanafanya kazi ngumu, kazi ya hasara tu. Hata wewe pia Mungu amelituma kwako na asubuhi ya leo umefanya kazi ya hasara, ni kwa sababu Mungu aliachilia maadui zako ili wawe juu yako, wawe juu yako, ili akili na mawazo yako ikafunguke, ukatambue kwake Mungu, ili ukamburudie tena. Nimekuja mara nyingine tena, Mungu amenituma vile alivyotuma nabii wake, ili akanene na wana wa Israeli, ili akawakumbushe wana wa Israeli vile walivyowacha Mungu, vile walivyowacha maagizo yake Mungu, wakaenda mambo shao. Maandiko takatifu nasema, naye nabii wa Mungu akaenda kwa wana wa Israeli, akawakumbusha, akasema kwamba Bwana Mungu wenu anasema hivi, mimi ndiye Mungu aliyewaondoa katika nyumba ya utumwa, katika nyumba ya wana wa Misri, katika nyumba mliokuwa mnafanya kazi ngumu. Nami Mungu niliwaambia kwamba mukifika katika nchi ile, mimi ndimi Mungu wenu, na msije mukabudu Mungu mwingine, lakini mkunitii sauti yangu. Kwa hivyo kama wana wa Israeli walivyorudi katika kili yao, wakamrudia Bwana, wakamlilia Jehova, naye Mungu akatumia Gideoni mwana wa Joashi, naye Mungu akawapa ushindi mara nyingine tena. Nami pia Mungu amenituma, kama wewe mama, kama wewe dada yangu, kama wewe mwanaume, utafunguka kile na asubuhi ya leo na ukaseme, kwa hakika ninataka kumrudia Mungu, nataka kumrudia Jehova, ili nikaone wema na fadhili zake, nikaone furaha tena niliyokuwa nayo, akarejeshe ushindi wangu tena, akarejeshe furaha yangu tena. Ninasema na mara nyingine tena, tuko na Mungu wa urejesho, anayeweza kurejesha furaha uliyokuwa nayo pale mbeleni, wa Mungu anayeweza kurejesha mali yako iliyopotea kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu kwako. Yeye ni wa rehema na atakuwa wa rehema kwako. Haijalishi kwamba maadui zako wamefanya nini, hata na asubuhi ya leo atakuwa mwaminifu kwako tu. Hata na asubuhi ya leo yeye atatenda mema. Ninakwambia kwa hakika atakuwa mwaminifu kwako. Haijalishi mashetani na mapepo ya kwenu wamelipiga kambi katika nyumba yako, wamefanya nini, wamekutesa kwa miaka mingi. Maandiko takatifu na wana wa Israeli walikuwa na shida kwa miaka 7. Maadui zao walikuwa na nguvu juu yao kwa miaka 7, na baada ya miaka 7 wakafunguka macho na wakagundua kwamba tulienda kando na neno la Mungu, tulienda kando na sheria ya Mungu, tulienda kando na maagizo ya Mungu. Basi wana wa Israeli wakatambua. Baada ya kutambua, maandiko takatifu yanasema wakamlilia Jehova, wakamrudia Mungu, wakimlilia Mungu kwa machozi yao, wakamuomba Mungu ili Mungu apate kuwarehemu mara nyingine tena, ili Mungu wakapate wakawape ushindi mara nyingine tena. Naye Mungu wa urejesho, yeye ni mwaminifu, akarejesha ile ushindi ya wana wa Israeli, akarejesha ile furaha ambayo wana wa Israeli walikuwa nayo. Nami pia nataka niombe na mtu ambaye ametambua asubuhi ya leo, anasema kwa hakika nilimwacha Mungu, anasema kwa hakika nilimwacha Mungu, nikakataa kutii sheria zake, nikakataa kutii sauti yake, naye Mungu akaniacha. Nami pia nataka niombe na mtu yule ambaye amerudi kwa akili yake na akagundua, akatambua kwamba Mungu aliniacha juu ya wale wote. Yani Mungu aliacha maadui zangu juu yangu. Maadui zangu wamenitesa, maadui zangu wamekula mali yangu, maadui zangu wameniharibia kazi yangu na biashara yangu. Lakini Mungu ukimrudia, naye anakurudia, atarejesha kila kitu iliyokulwa na sige. Maandiko takatifu nasema wana wa Israeli maadui zao, watu kutoka Wameleki, watu kutoka wa Midiani, na watu wa Maleki, na watu kutoka wa mashariki walikuwa nakuja wengi kama sige, na wanakula kila kitu waliokuwa wana wa Israeli walikuwa wamepanda katika mashamba. Lakini wale wana wa Israeli walivyomrudia Mungu, naye Mungu akawarudia, na Mungu akarejesha kila kitu
iliyokuwa imekulwa na sige. Nami pia asubuhi ya leo nataka niombe na wewe mama yangu, nataka niombe na wewe dada yangu, baba yangu, nataka niombe na wewe ili Mungu arejeshe. Tuko na Mungu wa rejesho na atakurejeshea hata na asubuhi ya leo. Amini pamoja nami ili tupate kuomba na Mungu akurejeshe kila kitu iliyokulwa na sige katika jina la Yesu. Amini pamoja nami na tuombe. Katika jina la Yesu, Mungu wetu wa ajabu, asiyebadilika, Mungu wetu mwaminifu, ninakuomba na asubuhi ya leo, tazama watu hawa, wapendwa hawa Baba, uliwapa nafasi ili wapate kusikia kila ambacho ulinituma nayo katika studio hii. Jehova, wamesikia, wamekurudia, wamekulilia mfalme wa ajabu ili ukapate kurejesha kila kitu iliyokulwa na sige, kila kitu kuchukuliwa na maadui zao. Ukawape ushindi asubuhi ya leo, ukakue Mungu yao na wawe watu wako na asubuhi ya leo. Inuliwa mfalme, ni kwa sababu umesikia maombi yangu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Katika jina lako nimeomba na nimeamini, amen. Mungu nakubariki, Mungu nakutende mema. Endelea kumtegemea Bwana, umkamrudie Mungu. Ni kwa sababu Mungu alikuacha katika mkono ya maadui zako ili ukafunguke akili na ukapate kumrudia. Mrudie Mungu naye atakurudia. Mrudie Mungu naye atakurejeshea kila kitu iliyokulwa na sige. Mungu amekubariki na Mungu akutende mema. Namba hizi tena ni zangu, unaweza ukapiga ili tuombe kwa pamoja, tupatane pamoja nawe kwa sababu ya neno la Mungu. Kama sio neno la Mungu hatutapatana. Mungu akubariki mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you the body